Vile tulikaa na vikao jana, tulijaribu kuelewana na tukawashawishi tupate kurejea vikao vyetu halali kama vile ilivyokuwa awali, kwa kuajilia spika wetu Enoch Okero kueleza vikao vyake. Wakakataa, ndiposa wakatufungia milango na kila mahali walifunga, na wakaleta magari wakatuzuia, wakaanza kuleta furugu huko ndani. Usiku kucha bunge letu ya Nyamira headquarters liligeuka kuwa mahali pa kuuzia pombe, jang'aa na busaa, na hata kondom zilikuwa pale. Hata sisi tukaogopa kama wanasheria ama wabunge waheshimiwa kwenda kuhudhuria vikao vya leo. Vile vita mnavyoleta nyinyi wale viongozi mmechaguliwa, vile vita mnatupiga, sio sisi mnaopiga, ni wananchi wale ambao wametuchagua, na wale ambao waliwachagua ndio mnaopiga vita. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba tushirikiane, tuache mambo ya vita, tuanze kufanyia wananchi kazi. We are pointing the finger at the Nyamira County Security Team, number 1, for failing to provide security to the assembly. We have armed cops in that assembly. Those armed cops are protecting those goons. We are pointing at our elected leaders who are inciting and financing this violence, including the area member of parliament for West Mogrango constituency. I'm a disappointed person because yesterday we went to the assembly, as we have been having fracas for the last 7 months, to seek peace so that our people of Nyamira can get services. To our dismay is that still that assembly has been turned into a death and a butcher. A death den and a butcher for human beings. Because as we talk, elected leaders in the National Assembly are busy mobilizing how that assembly can turn into a chaos zone. And I want to tell Okongo Omogeni, if you want me to go there, where you have planted goons, where you have encouraged goonism to continue going on, then you need to give me an health cover, give me an insurance of life, give me a death insurance, because now imefika mahali ni kama unatupangia mazishi yetu. The senators that were speaking, Senator Sifuna, Senator Okongo, all of them that were speaking about Nyamira, you should allow us to do the sittings from the Senate in Nairobi, so that you yourselves come and do the Senate sittings in the Nyamira County Assembly if you feel it is safe enough. But we have the responsibility of protecting our lives, and our lives matter most. So you cannot send us to a butcher in the name of the law. If you have a challenge or you have a problem with us running Bunge Mashinani, take us to court, challenge it so that we can then handle it head on. The Senate in the Constitution has their mandate, and as the Assembly we have our mandate. You don't have the mandate to control how we run our business. We are going to have a short recess to provide room for mediation on the leadership wrangles that we've been having. And so this morning I've moved an adjournment motion for 2 weeks to allow a recess to create a mediation process so that we are able to sort out the leadership wrangles that we have been having as an assembly. We've realized that the disputes in question are taking unnecessarily too long to be sorted. We've been waiting for the judiciary, the legal mechanism, and we have realized that this is a political question that can easily be sorted if the leaders can be able to sit down and discuss on those issues. Jana tulikutana wabunge wote ili kuweka mipango na mikakati jinsi tutakavyofungua bunge hilo leo. So tulielewana na wale ambao walikuwa kando kidogo ya kwamba walikuwa bunge mashinani. Lakini kulingana na ripoti ambayo ilitoka Seneti, ilisemekana ya kwamba bunge ni moja na bunge hilo liko hapa katika majengo haya. Kwa hivyo jana tuliafikiana ya kwamba kwa kweli Seneti ilitoa jawabu ambalo linaweza kutuunganiza. Tukaelewana hivyo, tukamaliza, tukaelewana tukutane hapa leo. Na kuna ratiba ambayo tuliweka yenye tungefuata leo. Lakini maajabu ni kwamba wale wenzetu hawakuonekana
na wachaonekana mpaka saa hizi. Tulikuwa tumeelewana jambo la kwanza, baada ya vikao vya leo tungeenda likizo fupi ya wiki 2 ili tuende kukutana, tuongee, tuone shida iko wapi sisi kwa sisi. Lakini kwa leo hawajakuja, lakini sisi tumeahirisha vikao vile tulivyoelewana, na tunataka kuona ya kwamba tumekutana na wao ili tuongee yale ambayo tulipanga jana, ya kwamba lazima tupate suluhisho la kusonga mbele. Hatuwezi kukaa mahali pamoja. Iwapo kuna mtu ambaye hataki tukuje pamoja, ajitokeza hapa aseme ni kwa nini hataki tukuje pamoja. Kwa sababu tulielewana jana. Ni kama baada ya maelewano walienda tena wakapata usauli mwingine ambao umewarudisha nyuma. Na tulishukuru jana wakati tuliwaona wakija pamoja. Na kwa kweli tulisalimiana kwa furaha, tukachumuika pamoja, tukajua sasa tumemaliza ile shida ilikuwa. Sasa hatujui ni nini litendeka usiku wa leo.